hayakosi. Kuna wakati ni kama vile ilikuwa imeshaandikwa kuwa lazima tukio hili lije kutokea, kutokana na mfululizo wa sababu na matukio mbalimbali yaliyopelekea Titanic kuzama. Titanic ilikamilika na ilitakiwa kuanza kazi yake mapema, lakini ikacheleweshwa kuanza safari yake ili tu kuisubiria meli nyingine iliyokuwa ikiitwa Olympic. Meli hizo zilikuwa zote zikitengenezwa kwa pamoja. Kucheleweshwa huku kwa meli ya Titanic kuanza kufanya kazi ndiyo kukaifanya isafiri mwezi April, mwezi ambao bahari ya Atlantic huwa na msimu wa miamba ya barafu. Hivyo labda kama Titanic ingesafiri mapema, basi labda isingekutana na ajali hii ya kugonga mwamba na kuzama. Basi hatimaye muda ukafika. April 10 mwaka 1912, taratibu Titanic ikaanza safari yake. Ikaziaga fukwe za Uingereza na kuanza kukata mawimbi kuitafuta Marekani. Na tukio hilo ya meli ya Titanic kuanza kufanya kazi ndio ilikuwa habari kubwa ya dunia siku hiyo. Kama Instagram na Snapchat zingekuwepo kipindi hiko, basi ndio tungewakoma wadada wa mjini wa enzi hizo. Zikapita siku 5 na safari nzuri ya starehe kubwa kwenye meli hiyo ya kitajiri. Hatimaye ukafika usiku wa mauti, usiku wa April 14 mwaka 1912. Ilikuwa ni majira ya saa 5 na dakika 40 katikati ya bahari ya Atlantic. Baridi ilikuwa ni kali sana na kiza kilikuwa ni kinene. Hakikusikika kitu chochote zaidi ya upepo uliotulia na mawimbi ya bahari. Ndani ya meli, matajiri hawakujua kuwa tayari malaika mtoa roho ndiye alikuwa ameshika usukani wa meli hiyo. Watu waliendelea kunywa na kulewa, wakala na kusaza, huku bendi ikipiga mziki mkubwa. Titanic ilisonga na safari yake, ikakatiza katikati ya maelfu ya vipande vya barafu vilivyokuwa vikelea baharini. Kapteni wa meli ya Titanic, mzee wa miaka 62, Babu Edward Smith, alikanyaga mafuta kweli kweli. Siku hiyo bwana, meli ilikuwa nakimbia kwenye maji kwenye spidi yake ya mwisho kabisa. Wengi walimlaumu nahodha siku hiyo. Wanasema kwa nini alikimbiza meli kwa spidi ya mwisho wakati alikuwa akijua fika anakatiza kwenye eneo la hatari la miamba ya barafu ambayo ingeweza kuizamisha meli yake. Na kutoka kwenye rada kwa mara 6 meli ilipokea taarifa za hatari na tahadhari kuwa wako eneo la hatari lenye miamba mikubwa ya barafu. Lakini nahodha hakujali wala hakupunguza spidi. Mwendo ukawa ni ule ule. Inaaminika mmiliki wa meli hiyo Bwana Joseph Bruce Ismay, aliyekuwa amepagawa kwa furaha ya kushuhudia safari yake ya kwanza na Titanic, ndiye aliyekuwa akimpa kichwa nahodha kila saa akimsisitiza kuongeza spidi. Kisha meli kakolea spidi kweli kweli. Nahodha akaacha usukani akaingia ndani kwenda kulala. Na kwa jinsi kulivyokuwa na baridi, labda kuna mtu alikuwa anamuwahi chumbani kwake. Lakini kumbe kulikuwa na uzembe mkubwa umefanyika. Hawakuwa na darubini kwa ajili ya kuangalia mbele waendako ili kuiona vyema njia yao. Na kama kuna hatari mbele, basi wachukue tahadhari kabla ya kuifikia. Meli ya Titanic siku hiyo ikawa inaenda kama kipofu. Bwana ambaye kazi yake ndiyo ilitakiwa kukaa na darubini na kuangalia njia alikuwa akiitwa Frederick Fleet. Alikuwa ni brazameni tu wa miaka 25. Huyu bwana alipoteza funguo za kabati la darubini, hivyo akaamua kujifanya mwamba mwenyewe na kutumia macho yake kuangalia njia ya Titanic katikati ya kiza kinene cha Atlantic. Ghafla bin vu, brazameni huyu hakuamini alichokiona. Akaona mwamba mkubwa wenye zaidi ya futi 100